Je, Roho Mtakatifu ni nani? Je, ni nani aliyesogea juu ya maji ya mwanzo na kugeuza giza kuwa mwanga? Kwa nini pumzi ile ile iliyomfanya Adamu kuwa hai sasa inahitajika tena kwa mwanadamu aliyeanguka? Ni nini kilichotokea pale Roho alipojidhihirisha kikamilifu juu ya Yesu Yordani? Na kwa nini tukio hilo lilibadilisha historia milele? Je, nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kaburini inaweza pia kuhuisha mioyo ya wanadamu leo? Kwa nini moto ulioshuka Yerusalemu haukuwa mwisho, bali mwanzo wa harakati isiyozuilika? Je, Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya miujiza au ni uwepo wa kudumu unaobadilisha tabia na moyo wa mwanadamu? Ni kwa namna gani Roho anavunja vizuizi vya rangi, tamaduni na lugha ili kuunda kanisa moja lenye umoja? Na mwisho, je, sauti ya Roho na bibi harusi ikisema, "Njoo," ni wito wa mwisho kwa dunia kabla ya kurudi kwa mfalme? Ikiwa haya ni maswali ambayo umekuwa ukijiuliza, tafadhali jiunge nasi katika makala haya ya kumtambua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Pendwa, karibu katika sehemu ya kwanza, ambapo ndio kujua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Tujue kwamba yote huanza na Roho. Kabla ya wakati, sauti au nuru, yeye tayari alikuwepo. Asiyeonekana, ambaye ni wa milele, aliye kila mahali. Roho wa Mungu alisubiri wakati ambapo Baba angesema neno la kwanza, na sauti iliposikika ulimwengu kaitikia. Roho wa Mungu akatembea juu ya uso wa maji. Hivi ndivyo inavyoelezwa katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Kutoka kwa huo mwendo, utupu ukaacha kuwa mtupu na uumbaji ukawa wa kweli. Ni muhimu kuelewa kwamba Roho Mtakatifu hakuonekana kama kitu cha pili katika historia. Yeye bado ni Mungu mwenyewe akitenda. Baba anapanga, Mwana anasema, naye Roho anatenda. Yeye ndiye nguvu ya uumbaji, nishati hai inayotekeleza mapenzi ya Mungu. Kila chembe ya ulimwengu ilizaliwa chini ya mwendo wake. Mungu aliposema iwe nuru, Roho ndiye aliyebeba amri hiyo kupitia machafuko ya mwanzo na kubadilisha giza kuwa mwanga. Hapo ndipo fumbo linaanza kufunuliwa. Roho Mtakatifu anaonekana kwa mara ya kwanza katika Biblia si kama ishara, bali kama nguvu inayotenda. Neno la Kiebrania lilotumika ni Ruach Elohim, likimaanisha pumzi, upepo au pumzi ya Mungu. Hii inaonyesha mwendo, uhai na pumzi. Ni kana kwamba Mungu mwenyewe alipumua kiini chake, na hiyo pumzi ikawa jambo, wakati na kuwepo. Roho basi ndiye kiungo kati ya milele na ulimwengu wa mwili. Yeye ndiye mguzo wa kiungu unaofanya kisichoonekana kuwa halisi. Mistari ya kwanza ya maandiko inatuonyesha kwamba Roho hatendi peke yake. Yupo katika umoja kamili na Baba na Mwana tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ningependa tukaweze kupata utangulizi wa kina sana kuhusu huyu Roho wa Bwana ambaye ni Roho Mtakatifu. Fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Kuanzia penyewe nitasoma katika Kiingereza. Ya kwamba in the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Weka maanani katika haya maneno, the Spirit of God. Huyo ndiyo Roho Mtakatifu. Tunamuona verse number 2 katika mstari wa 2 tu tunapoanza kusoma Biblia yetu. So tushamuona hiyo chapter 1 verse 1 imeguzia God the Father, na bado imeguzia God the Holy Spirit. Na ukisoma Yohana kuanzia penyewe pia inaguzia kwamba Yesu alikuwepo katika uumbaji, ya kwamba hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kiliumbwa pasipo na kuwepo Yesu au pasipo na kupitia kwake. So mwingiliano huu wa kiungu ndio mwanga wa kwanza wa kile baadaye tungeelewa kama utatu, yani utatu mtakatifu. Nitanukuu tena. Na tufanye mtu kwa mfano wetu, yasema maandiko katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Hilo neno tufanye linaonyesha ushirika baina ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. So Roho hushiriki katika kila kitu.
uumbaji wa dunia, kuunda nuru, kuleta uhai na hatimaye kumuumba mwanadamu. Mungu alipomuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, maandiko yanasema alimpulizia puani pumzi ya uhai, naye mtu akawa nafsi hai. Pumzi hiyo ni roho yule yule aliyetembelea juu ya maji, wapendwa. Ni upepo ule wa uumbaji sasa unaingia ndani ya mwili wa mwanadamu, ukibadilisha udongo kuwa kiumbe hai. Roho Mtakatifu basi ndiye uwepo wa Mungu ndani ya mwanadamu tangia mwanzo. Ndio maana mwanadamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anabeba ndani yake pumzi inayotoka kwa Muumba mwenyewe. Lakini fumbo linazidi kuwa kubwa tunapofahamu kwamba roho yule yule aliyeleta uhai ndiye anayeshikilia kila kitu hadi wa sasa hivi. Tupate tena andiko katika Zaburi sura ya 104 mstari wa 30. Nitasoma kwanza katika Kiingereza. Neno la Bwana lasema hivi: When you send your spirit. Nakala yangu imeandika spirit katika herufi kubwa ya S, kumaanisha kwamba ni roho wa Bwana. They are created and you renew the face of the ground, kumaanisha kwamba ni roho ambaye alitumwa kwanza ndio mwanadamu akaumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wautuma roho wako nao huumbwa, nawe wapya tena uso wa nchi. Hii inaonyesha kwamba uumbaji si tukio la zamani tu, wapendwa, bali ni mchakato unaoendelea na unaoshikiliwa na Roho Mtakatifu. Ya kwamba kila pumzi, kila mpigo wa moyo, kila mzunguko wa asili, ni yeye huyu Roho Mtakatifu anayefanya kila kitu kiendelee kuwepo. Tuko pamoja hadi hapo? Lakini kuna tofauti yenye nguvu hapa, wapendwa. Roho anayetoa uhai pia huondoka mwanadamu anapochagua dhambi. Adam na Eva walipoasi, si paradiso tu iliyopotea, bali pia uwepo wa roho ndani yao uliondoka. Kifo cha kiroho kikaingia ulimwenguni kwa sababu mwanadamu alijitenga na chanzo kilichomfanya aishi. Mwili bado unapumua, lakini nafsi inakuwa tupu. Roho aliyekuwa akiishi ndani yake sasa anaangalia kutoka nje, akisubiri tu wakati sahihi wa kuingia tena ndani ya mwanadamu. Hii kutengwa ama huku kutengwa haimaanishi kutokuwepo kabisa kwa roho. Hapana. Katika historia, roho aliendelea kutenda, kuongoza na kuhamasisha, lakini kwa namna tofauti. Si tena kukaa kikamilifu vile alivyokuwa ameketi ndani ya Adam na Eva wakati ambapo hawajasi, bali ni kutembelea tu mwanadamu kwa muda. Alijidhihirisha kupitia manabii, viongozi na mashujaa, akitimiza mapenzi ya Mungu kwa nyakati maalum. Lakini yote huanza hapa, mwanzo na mwendo wa kwanza juu ya maji. Theolojia ya mwanzo huu ni ya kina na ya kufunua, ya kwamba roho ndiye ushahidi wa kwanza wa upendo wa Mungu unaotenda kazi. Katika Kiingereza tunasema kwamba the working side of God, ya kwamba Mungu anatamka, anatoa amri ama anasema jambo, lakini anayelitekeleza hapa sisi wanadamu tunaona kwamba limetekelezwa na Mungu aliye hai. Huyu anayetekeleza kwamba ndiye Roho Mtakatifu. Roho yule aliyempa Adamu uhai ndiye anayetoa uhai mpya kwa wale wanaoamini. Uumbaji na ukombozi ni matendo mawili ya mwandishi mmoja. Roho Mtakatifu ndiye mwanzo na pia mwisho. Yeye alianza historia na atakuwepo katika hitimisho lake. Ufunuo 22 mstari wa 17 unathibitisha, Roho na bibi harusi husema njoo. Roho yule aliyetembelea juu ya maji katika mwanzo ndiye atakayeliita kanisa mwishoni mwa nyakati. Hii inaonyesha kwamba yeye ndiye uzi unaounganisha mwanzo na mwisho, maisha na umilele. Tunapotazama uumbaji, tunaelewa mpangilio wa milele. Mungu anasema, Roho anatenda na uhai unatokea. Hii ndiyo kiini cha kuwepo kwa kila kitu. Roho Mtakatifu si nguvu tu iliyotoa asili ya ulimwengu, bali pia uwepo wa kudumu unaoshikilia kila undani wa uumbaji. Mahala palipo na uhai, Roho yupo. Mahala palipo na mwendo, yeye ndiye anayepumua. Mahali palipo na tumaini, yeye ndiyo anayehamasisha. Dunia ambayo awali ilikuwa giza na maji ikawa makao ya utukufu wa Mungu. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwamba na Roho yule yule aliyebadilisha utupu kuwa uzuri, sasa anaandaa moyo wa mwanadamu kuwa kitu kikubwa zaidi. Kwa sababu kusudi la Roho halikuwa tu kuumba, bali kukaa ndani. Mpango wa Mungu hauishii kwa vitu, bali huanzia wakati vitu vimeumbwa.
na pumzi ile ile iliyounda ulimwengu bado inaendelea kutenda, tayari kumgusa mwanadamu tena. Lakini safari hii kutoka ndani kwenda nje, ikifunua uumbaji mpya unaoanza. Roho anayewatia nguvu waliochaguliwa. Roho yule aliyetembelea maji sasa anatenda kati ya wanadamu. Baada ya dunia kuumbwa, alianza kutenda ndani ya historia. Kila tendo la hekima, la ujasiri au nguvu za kiroho katika Agano la Kale lina asili moja, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Roho wa Mungu, akifanya kazi ndani ya mioyo ya watu wa kawaida kutimiza mipango ya Mungu, mipango ambayo sio ya kawaida machoni pa mwanadamu. Mara ya kwanza tunaona hili wazi ni kwa Yosefu nchini Misri mbele ya Farao. Yosefu alitafsiri ndoto ambazo wachawi na makuhani hawakuweza. Farao akishangaa akasema katika Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38, nitanukuu, "Je, tunaweza kupata mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu yumo ndani yake?" Tukio hili linafunua sana kazi ya Roho wa Bwana. Mfalme wa kipagani anatambua kitu ambacho wengi bado hawakuelewa, na hata sisi bado hatuelewi, wengi wetu hatuelewi Roho wa Mungu ni nani. Kwamba Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Yosefu akimpa hekima na ufahamu uliopita akili ya mwanadamu. Kisha Roho anaonekana juu ya Bezaleli, fundi aliyechaguliwa kujenga hema ya kukutania. Kutoka sura ya 31 mstari wa 3 yasema hivi, na nitanukuu, "Nami nimemjaza Roho wa Mungu kwa hekima, kwa ufahamu, kwa maarifa na kwa kila namna ya kazi." Roho hampi nguvu tu mashujaa, ama hawapi nguvu tu mashujaa au manabii, bali pia wasanii, vile alivyomfanyia Bezaleli, ya kwamba Roho wa Bwana anahamasisha uumbaji, uzuri na usahihi. Bwana Yesu asifiwe. So uwepo wake hubadilisha kazi kuwa ibada na kipaji kuwa chombo kitakatifu. Kila undani wa hema ya kukutania ulionyesha mguzo wa Roho, ukionyesha kwamba Mungu hujidhihirisha hata kupitia mikono inayounda. Hadithi inaendelea na Musa ambaye ni mkombozi. Katika Hesabu sura ya 11 mstari wa 25 imeandikwa kwamba Mungu alichukua sehemu ya Roho aliyekuwa juu ya Musa na kuigawa kwa wazee 70, na Roho alipowashukia wakaanza kutabiri. Hapa tunaona jambo muhimu, ya kwamba Roho hana kikomo, ama Roho si wa kikomo, that the Spirit of God cannot be limited. Yeye hapungui anaposhirikishwa. Kinyume chake, yeye huongezeka. Nguvu ile ile iliyomwongoza Musa sasa iliwashukia wengine, ikaunda uongozi wa kiroho ulioshikiliwa na Roho. Baadaye Roho huyo akamtia Yoshua mafuta. Musa aliweka mikono yake juu yake, na Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari wa 9 asema, Yoshua mwana wa Nuni alijaa roho ya hekima kwa sababu Musa alikuwa ameweka mikono yake juu yake. Roho aliyempa Yosefu maono sasa anampa Yoshua mkakati. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yeye harudii vipawa. Roho wa Bwana harejelei vipawa, anavigawa kulingana na hitaji. Yosefu anatambua siri, Bezaleli anajenga, Musa anaongoza, Yoshua anashinda. Kila mmoja hupokea sehemu maalum, lakini wote hubeba roho yule yule ambaye ni Roho wa Bwana. Katika sura ya 11 mstari wa 2, Isaya anatangaza, nitanukuu, "Roho wa Bwana atakaa juu yake, Roho wa hekima na ufahamu, Roho wa shauri na nguvu, Roho wa maarifa na ya kumcha Mungu." Unabii huu unamwelekeza moja kwa moja hadi kwa Masihi. Unamwongelea Masihi, Bwana wetu Yesu Kristo, bila shaka, ukionyesha kwamba Roho yule yule aliyefanya kazi kwa mababu na manabii ndiye atakayekaa juu ya Kristo. Kuna mpangilio ulio wazi mahala hapa. So kwamba Roho Mtakatifu huonekana katika nyakati za maamuzi ili kutimiza yasiyowezekana. Anawapa mafuta viongozi wakati watu wanahitaji mwongozo. Anawatia moyo manabii wakati sauti ya Mungu inapaswa kusikika. Na anawatia nguvu mashujaa wakati watu wanahitaji ukombozi. Kila mara Roho anapojidhihirisha, matokeo ni mabadiliko tu. Mwoga hubadilika kuwa jasiri. Mtumwa hubadilika kuwa mkombozi. Mtu wa kawaida hubadilika kuwa chombo cha mbinguni. Lakini kuna kitu cha kina zaidi, wapendwa, ya kwamba Roho daima alitenda kwa muda katika kipindi hiki. Alikuja, akawatia nguvu, kisha akaondoka.
Daudi anatambua hili katika sala yake ya Zaburi 51 mstari wa 11. Nitanukuu, usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Daudi alijua kwamba uwepo wa Roho ulikuwa wa dhamani, lakini si wa kudumu. Ilikuwa ni heshima, si makao ya kudumu. Kutokuwa na udhabiti wa kiroho kulionyesha umbali kati ya Mungu na mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Roho alitenda, lakini hakuweza bado kukaa ndani yao. Hata hivyo, nguvu ya Roho ilipita vizazi. Wakati Eliya alipokabiliana na manabii wa Baali, Roho ndiye aliyemsukuma kulia na moto ukashuka kutoka mbinguni. Elisha alipouliza sehemu ya mara 2 ya roho ya Eliya, alitamani zaidi ya nguvu, alitamani muendelezo. Roho ndiye uzi unaoendeleza kazi ya Mungu kati ya wanadamu. Katika Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 15, wana wa manabii walitambua, nitanukuu, roho ya Eliya imetulia juu ya Elisha. Yaani kwamba uwepo wa Mungu hauzimwi bali huendelea. Roho pia alijidhihirisha katika hekima ya Danieli. Katika Danieli sura ya 4 mstari wa 8, Mfalme Nebukadneza alisema, nitanukuu, ambamo yumo Roho wa Mungu watakatifu, ambamo yumo Roho wa miungu watakatifu. Ingawa alitumia lugha ya kipagani, alitambua hekima isiyo ya kibinadamu. Danieli alitafsiri ndoto, kufunua siri na kutabiri falme kwa sababu Roho yule yule aliyefunua siri za uumbaji ndiye aliyekuwa akitenda. Katika Agano la Kale lote, Roho Mtakatifu ndiye mhusika asiyeonekana. Anasukuma historia, kuwaongoza watu na kuandaa njia ya kitu kikubwa zaidi. Kila tendo, kila unabii, kila ukombozi ni tangazo kwamba Mungu anatenda, lakini bado kuna kitu kinachokosekana. Ubinadamu uliguzwa na Roho lakini haujakaliwa na yeye. Ahadi ya wakati mpya ilianza kuonekana kupitia maneno ya manabii. Mungu hangetembelea tu juu ya maji au juu ya wateule, bali siku moja angekaa ndani ya wote watakaomwamini. Hivi ndivyo tunavyoona katika Agano Jipya. Hii ndiyo hatua ya mabadiliko katika historia ya kiroho ya wanadamu. Roho yule aliyemhamasisha Yosefu kumtia nguvu Daudi na kusema kupitia Isaya, angeanza hatua mpya. Si kutembelea tu, bali kukaa ndani ya mwanadamu. Na wakati watu walipokuwa wakisubiri utimilifu wa ahadi hii, Roho aliendelea kuandaa mazingira. Nguvu iliyojidhihirisha kwa muda sasa ilisubiri wakati ambapo ingeshuka na kubaki kwa wanadamu. Mpango ulikuwa ukisonga na unabii wa Agano Jipya ulikuwa ukitangazwa kupitia midomo ya waliokuwa wakisukumwa na yeye. Roho ambaye kwa karne alitenda kutoka nje, alikuwa karibu kuwa uwepo wa Mungu aliye hai ndani ya mwanadamu. Ahadi ya roho mpya. Kwa karne nyingi alitembelea wanadamu, lakini hakukaa kwa kudumu. Watu walijua nguvu ya Mungu, lakini si uwepo wake wa ndani. Ilikuwa ni wakati wa ishara, maono na sauti kutoka juu. Lakini ahadi ilianza kujitokeza kati ya manabii. Roho Mtakatifu hangekuwa tena juu ya wachache tu, bali angekaa ndani ya wote watakaomwamini. Hii ndiyo kiini cha Agano Jipya. Ezekieli alisikia Mungu akisema, nitanukuu, nami nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Nitaondoa moyo wa jiwe katika mwili wenu na kuwapa moyo wa nyama. Ezekieli sura ya 36 mstari wa 26. Tangazo hili linabadilisha kila kitu. Si tena mwanadamu akijaribu kumfikia Mungu, bali Mungu akishuka kukaa ndani ya mwanadamu. Roho aliyewahi kuhamasisha milima sasa angehamisha mioyo. Unabii uliendelea kusema hivi, nitanukuu, nitaweka roho wangu ndani yenu na kuwafanya mwende katika amri zangu. Kumaanisha kwamba roho angekuja si tu kufariji bali kubadilisha. Isaya pia alisema, nitanukuu, nitamimina roho wangu juu ya wazao wako na baraka yangu juu ya watoto wako. Isaya 44 mstari wa 3. Neno kumimina linaonyesha wingi wa mwendelezo. Si ziara tena, ni mvua inayofunika kila kitu. Roho hangekuwa tena heshima ya manabii na wafalme, bali urithi wa kila anayeamini. Yoeli alipanua maono haya akisema, nitanukuu, na itakuwa baada ya hayo, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Kwa mara ya kwanza, wanadamu walisikia kwamba roho wa Mungu angekuwa wa wote, wanaume, wanawake, vijana, wazee, watumwa na walio huru. Ilikuwa tangazo la enzi mpya. Wakati huu, Israeli waliishi kwa matarajio. Ahadi zilikuwa kubwa lakini bado mbali.
Waliona Roho akitenda kwa wachache na walitamani siku ambapo uwepo huu ungekuwa kwa kawaida. Uhusiano na Mungu bado ulipitia kwa makuhani, manabii na hekalu. Roho alikuwa karibu lakini si wa ndani. Ezekieli alipata maono ya bonde la mifupa mikavu. Akaona uwanja uliojaa mifupa iliyotawanyika. Mungu akamuuliza katika nukuu, "Je, mifupa hii inaweza kuishi?" Na aliposema kwamba ni Bwana pekee anayejua, Mungu akamwambia atabiri. Nitanukuu, "Tazama, nitaleta roho ndani yenu nanyi mtaishi." Ezekieli aliposema, upepo ukavuma, mifupa ikakusanyika, ikapata nyama na ngozi, na hatimaye uhai. Ezekieli sura ya 37. Maono haya hayakuwa tu kuhusu ufufuo wa mwili, bali ufufuo wa kiroho, kwamba Roho Mtakatifu ndiye upepo unaoamsha mioyo iliyokufa, anayetoa uhai pale palipokuwa na uharibifu. Roho aliyewahi kutembelea juu ya maji angepiga tena, si juu ya uumbaji wa mwili, bali juu ya nafsi ya mwanadamu. Kuanzia hapo, manabii walianza kutangaza kuja kwa Masihi atakayejazwa na Roho. Isaya 61 mstari wa kwanza yasema hivi, nitanukuu, "Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta kuhubiria wanyenyekevu habari njema." Unabii huu si kuhusu Kristo pekee, bali mwanzo wa enzi mpya. Masihi angekuwa mtu wa kwanza kujazwa na Roho bila kipimo, na kupitia yeye uwepo huo ungemiminwa juu ya wanadamu wote. Agano la Kale linafungwa kwa matarajio ya ahadi hii. Malakai alitangaza kwamba mjumbe angekuja kuandaa njia, na njia hiyo ingekamilika kwa kuja kwa yule atakayetoa Roho kama zawadi ya kudumu. Ubinadamu uliendelea katika vivuli, ukisubiri utimilifu wa yale yaliyosemwa, kwamba Roho Mtakatifu angepewa si kama nguvu ya kupita, bali kama uwepo wa milele. Kwa miaka 400 kati ya nabii wa mwisho na kuzaliwa kwa Kristo, hakuna rekodi za maonyesho ya moja kwa moja ya Roho. Ukimya huu haukuwa kutokuwepo, bali ulikuwa matarajio. Tumefika tamati ya sehemu ya kwanza katika tafsiri yetu ya kumtambua Roho ni nani. Ningependa kuwasihi mkapate kufuatilia nakala yetu ya pili ambayo ni sehemu ya pili, tukaweze kujua kwamba Roho ni nani kwa kina zaidi. Asanteni.